prepare porridge and bread. Uwezi ona kwamba hii floor ni chafu inahitaji simiti. You can see that our floor is bad, we need cement. Hata kufagia unangoja pastors ya kuja wafagie na watu wao. Sweeping we need wewe unasema tu mambo iko sawa, nitakuja tu kufanya hivyo. You say everything is okay. Pole kwako. I'm sorry. Vitu zinanyakuliwa ukiona. The things will be taken away. Zinachukuliwa tu ukiona. They'll be taken. Ule mtumishi wa Mungu alisema kesho masaa kama hii the servant of God said tomorrow at unga itauzwa. A packet of flour will be sold. Na wewe utaona. And you will see. Kuna watu wataona. The people will see. Na watapokea. And they never receive. Mwambie Mungu akutumie wewe. Tell God to use you. Uwe na macho ya kiroho ya kuona so vitu. That you may have spiritual eyes of gusa jirani yako. Touch your neighbor. Gusa jirani yako. Touch your neighbor. Mwambie jirani. Tell your neighbor. Ufalme wa Mungu inanyakuliwa. The kingdom of God is taken by violence. Gusa jirani tena. Mwambie jirani yangu. Ufalme wa Mungu inanyakuliwa. Na watu wenye nguvu. Watu wenye maarifa. Sio watu wanakande kama mandazi. Hallelujah. The value of a friend. Thamani ya rafiki. The value of a friend. Thamani ya rafiki. The value of a friend. Tumeingia kwa the value of a friend. Thamani ya rafiki. That's our message today. Hiyo ndio ujumbe yetu leo. The value of a friend. Thamani ya rafiki. Unaweza sema uko na marafiki. You can say that you have friends. Pata shida ndio ujue kama uko na marafiki au ama una. Being a problem and you know who are your friends. Hata useme amen nitarudia. I repeat. Pata shida. Get yourself in trouble. Ndio utajua kama uko na marafiki ama huna marafiki. Then you will know whether you have friends or you don't have. The value of a friend. Thamani ya rafiki. Unastahili kujua. You should know. Ya kwamba jinsi ambavyo unatembea katika ulimwengu huu. The way you walk on this universe. Umejipanga vipi? How are you keeping yourself? Gusa jirani mwambie ujipange. Touch your neighbor and tell him how. Mwambie hujaenda mbinguni. You haven't gone to heaven. Bado unaishi hapa kwa dunia. You still live here. Unahitaji watu. You need people. Kutembea na watu. Walk with people. Na si watu wote. Not everybody. Watakuwa marafiki wako. Will be your friends. Utakuwa na marafiki wakati wa sambusa, kukula sambusa na sausage. You will have friends during eating sambusa. Wakati wanakujia chips utakuwa na marafiki. When they are coming for chips in your house you have them. Lakini wakati umepata shida, but when you be in trouble, unaweza baki peke yako. You can remain alone. You must know the value of a friend. Lazima ujue dhamana ya rafiki. Rafiki ya maana. A great friend ni mtu ambaye anasimama. Is he who stands wakati ambayo kuna shida. When there is problem. Ama wakati kuna dhiki. Or when there is problems. Hallelujah. Amen. Wakati kuna dhiki. When there is problem. Haufai kupoteza marafiki. You should not lose your friends. Unafaa kuwa na marafiki. You should have them. So you must know. Kwa hivyo lazima ujue. The value. Dhamana ya marafiki wako. Of your friends. Ebo inua simu yako juu. Raise up your phone. Inua hiyo simu mzuri. Just raise it well. Inaweza fika wakati Samantha, nimeona umeinua kwa imani, utapata simu mzuri sana. Mungu atakubariki. It can reach a time. Unaweza fika wakati. You can reach a time. Utafute marafiki kwa hiyo simu na ukose. You look for your friends in that phone and you don't get them. Hallelujah. Amen. So you must know. Lazima ujue. Marafiki ambao unatembea na wao. The friends that you're working with. Watu ambao unasema ni marafiki wako. The people you call your friends. Sio kila mtu atakuwa rafiki yako. Not everybody can be your friend. Ninasema hivi, sio kila mtu atakuwa rafiki yako. Not everybody can be your friend. Hata kama umeokoka lazima uwe wise. Even if you are saved, you must be wise. Huwezi tembea na kila mtu. You cannot talk with anybody. Huwezi ongea na kila mtu. You cannot speak with anybody. Huwezi ropoka kwa kila mtu. You cannot just speak anyhowly. Hallelujah. Amen. So lazima tukajue. We must know. Dhamana wa marafiki wetu. The value of our friends. Hallelujah. Amen.
Kuna mtu ambaye ni rafiki. There is somebody who is a friend ambayo anaweza simama na wewe who can stand with you wakati ambalo unahitaji, when you are in need. Kwa sababu wewe ni mwanadamu. Because you are human being. Mimi ni mwanadamu. I am a human being. Inafika wakati it reaches a point uko na hitaji. You have a need. Unahitaji watu. You need people wakae karibu na wewe. To be nearer to you. Ili utoke level mali huko. So that you can come out from one level. Uende another level. To another level. Gusa jirani. Touch your neighbor. Mwambie unahitaji mtu. Tell him how you need somebody. Unahitaji mtu. You need somebody. Unahitaji rafiki. You need a friend. Hallelujah. Amen. Unajua kuna mtu anaweza sikia kuna kampuni inachukua watu. There is somebody who can hear that in our place we are employing people. Na anajua kweli hauna kazi. And he or she knows that you are jobless. Na unajua hauna kazi. And he knows that you are jobless. Anajua ya kwamba huna kazi. He knows that you are jobless. Anaweza enda toe mtu nyumbani. He can pick somebody from home. Ampatie fare akuje. Pay his fare. Lakini anakuambia pole. And he tells you, sorry. Nilisikia wanachukuana. I heard they are employing. Lakini mimi nilinyamaza tu. But I just kept quiet. Na ameshatoa mtu shago. And he brought somebody from rural. Amekuja usiku. And traveled at night. Amemuingiza kazi. And was employed. Hiyo rafiki fake. That's a fake friendship. Hallelujah. Amen. So kuenda level ingine, to go to another level, tunahitaji marafiki wazuri. We need good friends. Nasema kuenda level ingine, I'm saying for us to go to another level, unahitaji marafiki mzuri. You need a good friend. Number one. Then number one, unahitaji rafiki, you need a friend ambaye anaweza sacrifice. Who can sacrifice on your behalf. On your behalf. Ukiona mtu, when you see somebody ambaye atokiwa mgonjwa, when even if you are sick, hawezi kuja na masewa ya 50 bob, cannot visit you with a meal. That's not a true friend. Huyo si rafiki wa kweli. So rafiki, a friend, ni mtu ambaye ata sacrifice. Is he who will sacrifice wakati kuna hitaji. When you have a need. Rafiki, a true friend, ni mtu ambayo is somebody anaweza who can kujipeana, give himself kwa niaba yako, on your behalf. Hallelujah. Amen. So the value of a true friend. Kwa hivyo dhamana ya rafiki wa kweli. Hallelujah. Amen. Our topic tutabase kwa second Kings. Wafalme wa pili. Tutabase hapo. Tutakuwa mahali pale. Hiyo ndio second Kings chapter 9. Wafalme wa pili sura ya 9. Kuanzia mstari wa kwanza.